Bila rafiki yangu. Karibu. Asante sana. Karibu kae. Nashukuru. Unasemaje nyumbani? Nyumbani salama. Habari za kuadimika? Salama. Sema nimekumisi kwa kweli. Mbona adimu sana? Nipo, unajua kwenda chuo. Unajua nyinyi wasomi nyinyi mkiendaga chuo kule, mnadosahau mpaka watu wa nyumbani huko. No Frank bana, haitakuwa hivyo. Siwezi kuwa sawa. Unajua tena hapa nyumbani. Okay, sawa. Maana mimi ndio kuja kukusalimia lakini nilikuwa na jambo la kuzungumza na wewe. Lakini tuongea kwa wakati mwingine. Niambie, nipende niambie leo. Hapana, wala usijali. Sema niambie. Usijali, tutakaa tutazungumza. Wewe msi rafiki yangu. Wala usijali. Sawa. Wewe fanya maandalizi. Mungu nikuache kwanza. Karibu. Asante sana. Rafiki yangu kama nilivyokuambia, kuna binti mimi nampenda, lakini nashindwa kumwambia. Sasa unakwama wapi? Yule mimi ni rafiki yangu wa karibu sana. Sasa yupi mwenyewe kwanza? Si Fatuma. Fatuma yule wa chuo? Huyo. Sasa unashindwa wapi? Yaani ndio hivyo sasa. Sikia, acha uzembe, nenda mwelekeze 1 mpaka 2. Wewe unakwama wapi sasa? Rafiki yangu nakukubali wewe. Kama vile wenyewe tutoe 2000 hapa. Ukijiona kama ndio hivyo acha kupenda. Au sio? Basi poa. Kuna kipi hapa? Mungu nimekuelewa. Ngoni focus nikamtafuta niongee naye, nimuelekee jambo likae barabarani. Wewe nenda kanyooshe, mimi ngoja niende na kazi hapa. Basi fresh. Mwanangu vipi? Ila jamaa kwa uoga wewe. Uoga sana, hatari sana. Kama kaida kile mwanangu. Fresh mwanangu. Au sio? Nakubali mwanangu. Baridi. Kazi iendelee. Pamoja. Hivi tuseme kwamba nipendi ama niende labda ndo atasogea. Nakumbuka kuna siku nilimwambia kuna jambo nataka tuzungumze. Sasa nikaona kabla hujaenda chuo nije kukuambia. Okay, niambie Frank, haina shida. I need you lighter. Yaani mimi kiukweli nakupenda sana. Ati nini? Hivyo wewe ndio usikia naomba nielewe. Unajua mimi na wewe tupoje? Najua kuna maisha mengine baada ya haya. Achana maisha mengine. Unajua kwamba natarajia kwenda chuo. Tatizo ni moyo. Mimi nadhani unielewe. Mimi mtu ukiniambia mambo ya mahusiano na angalau unajua karibia naenda chuo, sikuelewi kabisa. Lakini Frank. Mbona mimi sawa. Lakini hayo yote haya ameniambia rafiki yangu. Frank, naomba ufanye uondoke, please. Nenda. Nenda. Fanya uende. Sawa. Aya, nenda. Yaani watu wengine ni wajinga kweli yani. Kijana. Mzee wa kazi. Mzee wa kazi vipi? Ushauri wako mbovu. Kufanyaje? Sasa msasani. Ushauri mbovu vipi bwana? Yaani huwezi amini. Nimekwenda kwa yule binti, kile ninachomuelekeza na ndo kwanza ananifukuza. Tambua mwanamke siku zote anayojitambua hawezi kukubali kwa mara moja. Sijui unaelewa. Rudi tena. Rudi tena. Sasa wewe nisikilize. Kwa mwanamke yule tena. Sasa msasani. Kuna vitu ambavyo upasi ukata tamaa. Unaanzaje ukata tamaa kwa mtu ambaye unampenda? Zaidi. Kamuelekeze. Sasa nirudi nikamwambie nini? Na wakati mwanzo nishamwambia kila kitu. Kumbuka Fatuma muda sio mrefu anaelekea chuo. Sasa je, akielekea chuo unampata wewe? Unaanzaje? Au unafikiria nini? Rudi tena kwa awamu nyingine. Ile neno mwanamke mwenye uelewa ataelewa nini unamaanisha. Karibu. Asante. Wewe tena. Mimi hapa rafiki yako Shida nini? Nimekuja hapa kwa niaba kuja kuweka msisitizo. Mimi nakupenda kweli. Unakumbuka mara mwisho nilikwambia nini? Ni kweli nakumbuka, lakini kama unavyojua mimi ni binadamu pia. Nikaona bora nije ili uniamini kama kweli na mapenzi ya dhati kwako.
Sasa wewe naona tutasumbuana. Hey DJ Lighter. Feti shoga yangu. Ndio nili kumfanyia vile kijana wa watu. Sara, ndio nimefanya. Kwa nini anisumbue? Yaani hakuna kitu sikipendi kama mtu anisumbue. Mwanaume wa kweli hawezi kukata tamaa kirahisi hivi. Kwa hiyo yeye ametumia maneno kukutongoza na wewe ungetumia maneno ili kumkataa. Shida ni nini? Shida ni usumbufu. Mbona unamsaidia sana? Amekutuma? Hapana kipenzi changu. Ni ushauri tu nilikuwa nakushauri. Ngoja niishie hapo. Tena bora uishie hapo maana tusije tukagombana bure. Rafiki yangu huwezi amini. Baada ya kwenda kule kwa mara ya pili, Mambo mazuri. mambo mazuri wapi? Nilichokutana nacho huwezi amini. Nini tena? Nimeambiwa kufukuzwa na kumwagiwa maji. Mimi. Sasa Msasani. alafu kuna wakati uache jeuri wakati unaomba msaada. Sasa cha kufanya, rudia tena Msasani kama nitakupa ushauri. Rudi, nenda kamwombe msamaha. Ndani ya msamaha sisi tutatengeneza jambo. Wewe unaionaje? Hapo kidogo kama inaniingia akilini. Jitahidi kwa hilo. Sije kukufelisha. Na mimi nakukubali. Kichwa chako kijapokuwa kipo kwangu. Wewe dogo. Basi fresh mwanangu. Haya bwana. Kazi njema bwana. Sawa sawa. Haya poa. Ngeni wasome ni mtendaga chuo kule. Tunadosahau mpaka watu wa nyumbani. No Frank bana, haitakuwa hivyo. Siwezi kuwa sawa. Unajua tena kwa nyumbani. Okay, sawa. Maana mimi ndio kuja kukusalimia lakini nilikuwa na jambo la kuzungumza na wewe. Lakini tuongee kwa wakati mwingine. Yaani hivi. Yaani mimi kiukweli nakupenda sana. Ati nini? Hivyo wewe ndio unasikia naomba nielewe. Unakumbuka mara mwisho nilikwambia nini? Ni kweli nakumbuka, lakini kama unavyojua mimi ni binadamu pia. Nikaona bora nije ili uniamini kama kweli na mapenzi ya dhati kwako. Sasa wewe naona tutasumbuana. Fatuma, mimi nimekuja hapa kwa dhumuni moja tu. Najua nimekukosea sana. Sasa nikafikiria nikaona bora nje kuomba msamaha. Hapo sawa. Sasa hapa naona akili imekukaa vizuri. Yaani kutaka kukorozana na mimi, ongelea tu mambo ya mahusiano. Fatuma, yale shapita na wewe nimekuja kuomba msamaha. Nisamehe. Haina shida. Unisamehe? Kweli? Kabisa. Wow. Mpenzi, naomba nafasi ya pili. Mpenzi, nipe nirekebishe nilipokosea. Mpenzi, naomba nafasi ya pili. Mpenzi, nipe. Wewe mwanangu mwenyewe unajua anazingua sana.
Hivi tuseme kwamba nipendi ama niende labda ndo atasogea. Kwake nilikuwa fundi mjenzi, imeanguka nguzo niloegemea. Na kwenye wengi kuna mengi, akawafataga wengine. Ghafla anasema nipendi, bora ngenipa nafasi nyingine. Wenda tatizo la muda na sikuchoka kumsubiri. Sasa penzi limevuja na sinashindwa himili. Oh mpenzi, naomba nafasi ya pili. Mpenzi nipe, nirekebishe nilipokosea.